ni nini? Mpango wako ni nini wa mwaka 2026? Kitabu cha Mithali sura ya 16 mstari wa kwanza hadi wa 4. Mpango wako ni nini wa mwaka 2026? Biblia inasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Ninakushukuru Mungu kwa sababu ya mchana wa leo. Tuko hapa kwa ajili ya kukuinua wewe, tuko hapa kwa ajili ya kukutukuza wewe. Asante Mungu wetu kwa uaminifu wako. Mungu wetu umetuwezesha kuwepo hapa. Tunahitaji Bwana utusaidie kuelewa, kutengeneza mipango na kuisimamia mipango ili tufike mahali tuweze kufanikiwa. Lakini zaidi Mungu umesema Bwana tukushirikishe wewe katika mipango yetu ili tupate kufanikiwa. Asante kwa kuwa ni Mungu wetu. Sisi tumejiandaa, lakini wewe Mungu ndio mtu wa majawabu. Asante Mungu wetu. Katika jina la Yesu Kristo tunasimama kinyume na ile roho mbaya, roho ya kuzimu inayopanga kuharibu mipango yetu, inayopanga kuharibu njia za kufanikiwa kwetu, katika jina la Yesu Kristo. Kwa mwaka huu 2026 tunatamani tuanze na wewe Mungu wa uzima. Mipango tuliyoipanga Mungu uzima ipate kibali kwako, ipate kibali kwako, na zaidi Bwana utufanyie njia ya kufanikiwa. Asante Mungu wetu kwa kuwa ni Bwana, katika jina la Yesu Kristo, Bwana wetu na Mungu wetu. Wote tuseme amen. Mpango wako ni nini kwa mwaka 2026? Kwa ajili ya kumtumikia Mungu, sio kwa ajili ya kujenga nyumba ya kwako. Maana sisi hatukuajiriwa hapa duniani ili tuendelee kufanya ujenzi wa vitu fulani vya dunia hii. Mpango gani? Umejipangaje mwaka huu wa 2026? Akawaambia wanafunzi wake, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini hatahukumiwa. Maana akasema tena, enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, ukiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Tazama mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa Umejiandaje? Na mpango gani 2026? Kama ulikuwa hauna mpango huo, naomba sasa uanze kufikiria kujipanga. Yaani tarehe hii siku ya kwanza leo, panga baada siku zingine 364. Ujipange, unakamilishaje huu mpango wa kwenda kuhubiri Injili, kwenda kuwashuhudia watu. Paulo akasema kwenye ile Matendo 20:20 kwamba mimi sikuacha kupita na kuwafundisha nyumba kwa nyumba. Ngaje mwaka huu Mungu wa mbinguni atusaidie. Lazima tuwe na vitu ambavyo tumejiandaa. Kwenye Zaburi ya Mithali 29 mstari wa 18 anasema, pasipo maono watu huacha kufanya nini? Kujizuia. Uache vitu vingine, lazima uwe na mpango. Mtu asiyekuwa na mpango huwa anakwenda hovyo hovyo. Anaweza kageuzwa na mtu yeyote kwa sababu hana mpango. Yaani yeye anatembea tu, hana mpango. Tukutana na Eliudi anaelekea Mwalo, na mimi na Mwalo, atwende wote Mwalo. Yaani hana mpango. Eliudi anakwenda Mwalo kwa sababu ana mpango wake wa kusoma kitabu. Sasa wewe unasema hauna mpango, unakwenda Mwalo, wewe unasema twende pamoja. Unaenda kufanya nini? Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Umejiandaje wewe kama wewe kwenda kuifanya hiyo kazi ya Mungu ambayo ametuachia sisi? Kwa sababu ndio kazi ya kufanya. Yaani mpango unafanya kazi iende vizuri. Kazi uliona ile pale mpango kwamba sasa nitafanya mwaka 1 2 3. Mwaka huu lazima uwe na mpango shughuli wa jinsi ambavyo utawaleta watu kwa Yesu. Kila mtu ana mpango au anatakiwa awe na mpango.
Lakini watu wengi sana leo wana mipango ya maisha yao ya kimwili wengi sana. Yaani hata leo hivi inawezekana watu hawakuja kwa sababu wana mambo yao ya kimwili, lakini Mungu wetu alikuwa na mpango wa sisi kwenda kukamilisha kazi yake. Anasema nitawatuma ninyi katikati ya mataifa. Sawa? Iweni wajanja kama nyoka na kuwa wapole kama huwa. Kusudi la Yesu kutubakiza sisi hata siku hii ya leo tunaimba na kumfurahia Mungu ni kwa sababu anataka tuende tukawaambie watu habari njema. Mungu wetu anataka tufanye hivyo ili yeye apate kutukuka. Wewe umebakia kama hawa ndio unaopewa na Mungu. Yaani Mungu kwa nyuma ameweka kibao. Anatoa ukitoka hivi watu waone Mungu nyuma yako. Wala sio makole nyuma yako. Sawa? Wala sio Esther, wala sio nani. Yaani watu ukitoka hivi hawa waone Mungu mbele yako. Jiandae kumfanya Mungu aonekane na watu wengine kupitia wewe. Mpango wako ni nini? Umejiandaaje? Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu na ulimi kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Watu wengi sana hasa waliookoka huo wa kuwaleta watu kwa Yesu, sawa, wanajifanya mambo yao. Kwa maana anasema ule mstari wa pili anasema hivi, njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe. Njia za mtu ni safi machoni pake mwenyewe. Yaani anapofanya mambo yake yeye anaona yaani mimi nataka mwaka huu nifanye 1, 2, 3, ninunue gari, nifanye nini, lakini hajasema kwamba anataka kufanya nini juu ya Bwana. Kwa hiyo watu wengi sana hawana mipango. Na kwa sababu hawana mipango, manake hawezi kujizuia. Maana pasipo mpango huwezi kujizuia. Sawa? Unajizuia ili ubakize. Unaona sasa hapo sasa unajua sema mwezi wa kwanza ndio kukamilisha ule msingi. Sasa hii hela niliyoipata au sio msingi kusema nilipata hela kwa Yudi akajibana, si ndio? Akaona hii kuna lengo fulani ndio watu kweli waonekana. Akajizuia, sawa, kwa sababu alikuwa na mpango. Akafanya jambo akajua kwamba hili ndio kwa mtu fulani ndio nifanyie kitu fulani.